Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tayyib, leo katika suala la afya nitazungumzia kigawanyo cha pili cha afya. Nilikwambieni huko mwanzo afya imegawanyika sehemu tatu: as-sihhatu al-badaniyya, as-sihhatu al-aqliyya na as-sihhatu al-ijtimaiyya. Kwa leo nitazungumzia sehemu ya pili ya afya ambayo ni as-sihhatu al-aqliyya. Na tukizungumzia as-sihhatu al-aqliyya ni ile ambayo nyinyi mnaiita psychological health au mental health, afya ya kiakili. Sawa? Afya ya kiakili ni nini? Afya ya kiakili ni ile hali ya mtu kuwa ana uwezo wa kudhibiti hisia zake, ni ile hali ya mtu kuwa na uwezo wa kudhibiti msongo wa mawazo, ni ile hali ya mtu kuwa ana uwezo wa kupata furaha ya ndani, yani furaha ambayo inaweza ikajizalisha yenyewe, utulivu wa ndani kabisa akaupata yeye mwenyewe. Hiyo inaitwa afya ya akili. Hebu tuangalie mambo yanayohusishwa na afya ya kiakili. Afya ya akili inahusisha baadhi ya mambo kadhaa ambayo unaweza ukaipima afya yako ya kiakili katika mambo hayo. Jambo la kwanza linalohusishwa na afya ya kiakili ni suala zima la kuweza kujiamini, yani confidence. Confidence ina mahusiano makubwa sana na afya ya kiakili, as-sihhatu al-aqliyya. Kama mtu anashindwa kujiamini, anashindwa kujielezea, anashindwa kukabili, kujitetea kwenye tatizo fulani, anashindwa kueleza kwamba si mimi niliyehusika, ni jambo mimi sihusiki hapo, au 1 2 3 ilikuwa hivi ikaenda. Mtu anashindwa, au mtu anashindwa kuzungumza chochote wanapokuwa watu fulani, anaogopa, basi huyu ana changamoto moja kwa moja katika afya yake ya akili, kidogo hayuko sawa sawa. Na kwenye pointi hiyo utaona kwamba watu wengi katika jamii tunaokaa nao ni watu ambao wana changamoto kiafya ya akili. Lakini pia afya ya akili inahusisha sana pia jambo la udhibiti wa hisia. Tunaposema hisia, tunakusudia hasira. Uwe na uwezo wa kudhibiti hasira zako, sio unakasirika to the maximum kwamba unashindwa kudhibiti zile hasira. Kama ni mke unatoa talaka, yani ndio umechukia mpaka ujitambui, ujielewi, talaka nyumbani, baadaye unajuta. Au kama ni mtoto wapiga mpaka wavunja mkono, kisha baadaye wajuta. Au kama ni kitu chochote kazini, wamtukana mpaka bosi wako, yani wewe hauna afya ya akili kama unashindwa kuzuia hisia zako, sana sana hasira. Lakini pili, katika hisia hapa uweze kuzuia hisia zako za hata furaha. Yani unapokuwa na furaha pia isizidi furaha ikawa kubwa mpaka ukawa unaahidi mimi nitakupa milioni 2 kwa furaha tu, wakati katika akaunti yako ya benki una shilingi 100,000. Wewe ustadhi utakuwa una matatizo. Lakini pia miongoni mwa changamoto za kushindwa kudhibiti hisia ni mtu kushindwa kudhibiti hofu yake, wasiwasi. Yani mtu akawa anaogopa, anapata hofu ambayo inapita kwenye kiwango cha kawaida, ana matatizo ya afya ya akili. Unatakiwa uogope katika hali ya kawaida, sio unaogopa kwa sababu eti umetizama movie fulani au umemuona mtu fulani, au ukaogopa mpaka kiasi ambacho si cha kawaida. Yani watu wakikuangalia wanasema huyu hayuko katika hali ya kawaida, au wasiwasi usio kwenye hali ya kawaida. Mtu anaonyesha vitu ambavyo havionekani, jamani nakimbizwa, kumbe hakimbizwi na mtu yote. Huyu atakuwa na matatizo ya afya ya akili yake, haiko sawa sawa. Lakini pia miongoni mwa mambo yanayohusishwa na afya ya akili, au jambo la tatu linalohusishwa na afya ya akili, ni jambo zima la kudhibiti msongo wa mawazo. Unapokuwa na changamoto, unapokuwa na matatizo, unapopatwa na msiba, au unapopatwa na shoti fulani, hasara fulani, ukapewa taarifa kwamba nyumba yako imeungua, yani ule msongo wako wa mawazo au ile taarifa ulioipokea haitakiwi
ifike kwako kwa uzito kiasi kwamba akili yako ishindwe kuitahammali na kuivumilia. Ukiona unapokea taarifa fulani inakushinda kuipokea, una tatizo la afya ya akili. Lakini msongo wako wa mawazo, ukiwa unawaza mpaka unapita kiasi kwamba unaingia kwenye matatizo sasa, basi una changamoto ya afya ya akili. Lakini afya ya akili pia, miongoni mwa mambo yanayokusanywa ni ule uwezo wa mtu kutafakari. Awe anaweza kupata utulivu, anaweza kujituliza, anaweza akakaa akatafakari, akawaza, akafikiria mambo na akapata solution ya mambo hayo. Lakini pia mtu ana uwezo wa kwenda kuomba ushauri na mtu fulani na akamshauri katika jambo ambalo lina maslahi kwake au katika njia ambayo ni nzuri. Mtu akiyaweza maintain au kuyakusanya mambo haya, basi atakuwa katika kheri sana. Lakini ikifika kwamba unayo na yana changamoto ndani yake, basi utakuwa una tatizo la afya ya akili, unahitaji kunitafuta, tuwasiliane ili nikupe solution ya tatizo hilo kimshauri tu. Hilo ni jambo ambalo halina dawa za kunywa wala kumeza, ni jambo linahitaji counseling, linahitaji ushauri, linahitaji nasaha, linahitaji maneno mazuri ya kukupa utulivu. Kwa hiyo mlikuwa na mimi katika hii dakika. Naitwa Dr. Sangwa, mtaalamu wa matibabu ya asili, mtaalamu wa tiba za asili. Napatikana hapa Dar es Salaam, Kigamboni. Asalamu alaykum.